Ndugu wa Tanzania na wasalimu popote mlipo, mjambo. Tanzania ni nchi nzuri, nchi ambayo mimi naipenda sana kwa sababu Watanzania ni watu wakarimu, watu walio na moyo wa utu. Lakini kunao viongozi wachache ambao wanataka kujilimbikizia mali na vyeo vya kiserikali wao wenyewe pamoja na familia. Namzungumzia mama dikteta, Mama Samia Suluhu, ambaye licha ya Watanzania kukataa uongozi wake, amechukua vyeo vya kiserikali, amevipatia watoto wake. Ameweka bintiye kama naibu waziri katika wizara ya elimu na hana hata aibu, ili hali kuna Watanzania wengine ambao wamehitimu kuwekwa katika vyeo hivyo. Leo hii mama ametoka mafichoni. Tangu uchaguzi wa mwaka jana amekuwa tu akionekana tu na anatoroka, naonekana tu anatoroka. Sijui akaogopa nini. Ukiangalia idadi ya kuonekana kwa Mama Samia Suluhu sasa na ile ya kitambo baada ya kifo cha baba wa taifa John Pombe Magufuli ni tofauti kabisa. Wakati huu kwa sababu amechaguliwa na uchaguzi uliokuwa batili, ndio maana najua kwamba hakuchaguliwa katika katiba na sheria za Tanzania. Leo hii ametokelezea tena, kuna mambo anayaandika katika mtandao akisifu Zanzibar. Nikusomea anachokiandika. Ninawatakia nyote heri katika maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa miaka 62 tumeendeleza dhamira ya msingi ya mapinduzi ya kujenga jamii ya watu huru. Mama anasema amejenga jamii ya watu huru ili hali Watanzania wenyewe hawako huru. Vyombo vya habari vya Tanzania havipo huru. Wana mitandao nchini Tanzania hawana uhuru. Lakini mama kapiga kelele hapa katika mtandao wa X, anasema kwamba yeye anataka kujenga na kuendeleza dhamira ya msingi ya mapinduzi ya kujenga jamii ya watu huru. Anajenga uhuru gani ili hali anawatesa wanaharakati, anawatesa watangazaji wa habari, anavitesa vyombo vya habari, anafunga mitandao? Huru gani anayezungumzia mama? Swala nyeti. Anaendelea akisema yenye utu. Mama ana utu gani? Aliua vijana 10,000 alafu bila aibu akatembea juu ya miili yao na damu kwenda kujiapisha pale Dodoma msituni, akafungia wananchi aliodai walimchagua kwa haki, akawafungia nje, hawakuhudhuria uapisho wake. Alafu mama anasema ati yeye anataka kujenga nchi yenye utu, anataka kujenga jamii yenye utu, ili hali yeye mwenyewe kama mama katili hana utu hata kidogo. Utu gani? Tangu waue vijana hajawahi sema pole, hajawahi wapa fidia zile familia zilizoathirika na mauaji batili ya kiholela ya jeshi la polisi la Tanzania. Hakuwahi wapa fidia. Na anaposimama tu anajisifu na kujibiga kifua akisema kwamba Tanzania ni nchi tukufu, waliokuwa wakitaka kuharibu amani ni watu wa majirani zetu, viumbe vya ajabu, sijui vijana wakalipwa, sijui wana harakati, sijui ni wa wapi. Mama hataki kukubali kwamba alifanya makosa katika uchaguzi wa mwaka jana. Sikiliza Watanzania, mama anazidi kusema kwamba anataka kujenga jamii yenye maendeleo, umoja, haki, amani na mshikamano. Haki gani ili hali yeye mwenyewe ana haki? Mwatanzania yupi leo hii ana haki ya kisheria ya kusimama katika mtandao na ikosoe serikali ya Tanzania? Ni yupi ana haki? Mtanzania una haki gani? Kina Tundu Lissu wana haki gani wakati wamefungwa bila kufuata sheria, wakati wamefungwa kwa kunyimwa
haki ya kutoshiriki katika uchaguzi mkuu. Haki gani mama anayosema? Haki gani jamani? Watanzania na waulizeni, haki gani anayoizungumzia mama huyu? Haki gani? Haya yote anayoandika ni kujifanya na kufurahisha wazungu, lakini anayoyafanya nyumbani ni ya kikatili na ya kunyanyasa Watanzania waliokuwa na uhuru baada ya mama katili kuingia uongozini. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiamka leo hii atashangaa. Mwalimu Julius Nyerere hakufundisha watu kuuana Tanzania. Hakuwafundisha hayo. Mzee John Paul Magufuli aliyefariki hakufunza watu kuzima mitandao. Hakuwahi funza watu mambo hayo. So mama huyu Mzanzibar yeye katoa haya wapi? Tanzania naulizeni. Yeye ameyatoa wapi haya? Kayatoa wapi haya anayofanya? Ndio leo hii Zanzibar wanasherehekea. Zanzibar wana uhuru wao, Zanzibar wana rais wao ambao walipewa uhuru wa kushiriki katika uchaguzi. Hatukusikia mambo mazito kutoka Zanzibar. Lakini kwa nini Tanzania? Kwa nini Watanganyika mmekubali kuongozwa kiholela? Kwa nini? Jamani, niwaulize na mseme kwamba mimi Watanzania ni majirani zetu. Sisi tunawapenda sana. Tanzania watu wazuri sana. Mimi nina marafiki kutoka Tanzania. Nina marafiki kutoka Dodoma, na marafiki kutoka Zanzibar, na marafiki kutoka Tanganyika yenyewe, na marafiki kutoka hapa Mwanza, na marafiki kutoka Dar es Salaam. Nina marafiki wengi kutoka Tanzania. Wengi tunazungumza kwa simu. Lakini yanayotendeka Tanzania si haki. Kwa nini? Kwa sababu Watanzania wameamua kuwekwa katika hicho kiwango cha uongozi usiokuwa wa haki. Niulize, kama mama ndio mama, kama alichaguliwa na haki, akachaguliwa kulingana na katiba ya Tanzania, kwa nini anajificha? Kwa nini? Kwa nini anajificha? Alifunga sherehe za kitaifa kwa kuogopa kwamba vijana watamwendea. Kwa nini kafunga basi? Kama anajua yeye alichaguliwa kwa haki na kulingana na katiba, kwa nini? Ukweli ni kwamba huu, kwanza, Mama Samia Suluhu si kiongozi wa haki. Angalieni anavyowasumbua viongozi wa pinzani. Si mama wa haki kweli. Angalia anavyowasumbua vijana wanaosema kinyume na serikali. Si mama wa haki kweli. Angalia anavyowafanyia wana mitandao. Si mama wa haki kweli. Angalia jinsi ambavyo anawavuta wengine wasiokubaliana na yeye. Si mtu wa haki kweli. Simbachawene amevutwa kazi. Kwa nini? Kwa sababu ana misimamo tofauti na Mama Samia Suluhu. Hataki polisi washike watu kiholela. Mama Samia Suluhu hata watu washike kiholela. Akamvuta kazi kama waziri wa masuala ndani. Si alimvuta kazi juzi? Kwa sababu amesimama katika media na katika vyombo vya habari akasema yeye kama mkuu wa kitengo hichi, msimamizi wa askari, alikuwa anawaeleza kwamba ndio tuko Tanzania, lakini kumbuka kwamba Mtanzania ana haki ya kuelezwa kinachofanya mkamate. Mama Samia Suluhu hataki hilo. Mama wake kweli? Hapana. Si mama wa uhuru. Tanzania upinzani ina uhuru. Wengine wako korokoroni, hawana uhuru hawakuwa na uhuru wa kushiriki katika uchaguzi. Hawana uhuru. So Mama Samia Suluhu si mtu wa haki. Si mtu aliye na uhuru. Si mama ambaye anajali masilahi na haki za kibinadamu. Si mtu anayeaminika. Lakini kufikia hapo mimi nasema hivi. Watanzania, nyinyi mna haki yenu na mfanye uamuzi. Kama mtazidi kuongoza yule ambao mama anasema, huu ni muhula wa kwanza. Muhula wa pili watauliwa 2020 na hakuna kitu mtafanya kwa sababu mumenyamaza, hamtaki kusema. Mungu abariki wa Tanzania. Natakia kila laheri katika uongozi wenu na tunaombea mazuri na Tanzania inayoendelea kukua kwa sababu tunawaenzi na pia tunawapenda. Asanteni sana.